Yeah, it's another one. Someone told me that ibada njema inaanzia nyumbani. Ibada njema inaanzia nyumbani. A good relationship with God starts within a family. Yes. So this is what we are going to talk about, by the way. How does your partner guide you to get to know God? As partners, tunafaa kusaidiana aje ku maintain utukufu wa Mungu ndani ya ndoa. Sio jukumu la baba peke yake. Sio jukumu la mama peke yake. Ni jukumu la kila mtu. Kujua kwamba what I'm doing inabakisha utukufu wa Mungu, because Mungu akikaa kati yetu tutadumu. We should also understand that. Mungu akikaa kati yetu tutafanya nini? Tutadumu. So that's what we're going to talk about today, and karibu sana. My name is Favor and this is my wife anaitwa Simakali. Yes, karibuni sana. So tuambie Esther, ebu tell us something. How do you feel? Like how do you feel unazaambia aje mtu? Where does it start? Mtu anaanzia wapi? Because lazima ikuwe na mahali inaanzia. Maybe a simple prayer, maybe a fellowship kwa church. Vitu ni mingi, but una mtu anaanzia wapi? Mimi hupenda kuona mostly kikuja upande wa mwanaume ama wanaume. Mimi kivyangu hupenda kuona mwanaume ambaye ana handle nyumba yake jinsi inavyostahili. Biblia imesema ibada njema huanzia nyumbani. Sio kanisani, sio barabarani, wapi? Nyumbani. Na nyumbani ni wapi? Nyumbani ni pale mahali pako pa kupumzika, mahali pako pa siri, mahali pako panafaa na pana mtu kama mke, watoto, familia yako, dada zako. Ibada ianzie hapo. Yeah. And this is how we introduce, even though tuna introduce to Mungu kwa ndoa zetu. I think tunaanza tuna simple thing, prayers, ndio? Yeah. At least mtoto wako anajua kupray. Kuna tu kitu unafaa pia mzazi unafaa kunajiuliza, mtoto wangu wa miaka 10 huyu Anajua kufanya nini? Anajua kuomba. Mke wangu anajua kuomba, mume wangu anajua kuomba. I think ni vitu tu ndogo ndogo. Mke wangu anaweza soma Biblia. Mume wangu anaweza soma Biblia. Because I think hizo tu ndo foundation. Yeah. Foundation. Ndio tukitoka hapo sasa, tukienda kanisani, already sisi wenyewe tuko na ibada. Already mshafanya ibada yenu kwa nyumba. Mkifika pale, mnakaa ni kama mnasindikiza wale watu. Kwa sababu already nyinyi maombi yenu mlianzia kwa nyumba. Kabla mtoke mwende kanisani. Either ni mama, mababa, ama mtoto alitanguliza maombi kwanza. Ndio tukifika hata kwa hiyo maombi hata hajasema vitu mingi. Anaambia tu Mungu tutangulie, na tunapofika pale mahali tunaenda kuhudumu, wewe ukatangulie bado. Acha malaika wako wakufanya nini? Wakatuzingire na wakatutawale na wakatutangulie. Mimi naona inakanga so sweet. Kutoka kwenye nyumba yako na maombi. Hata mume wangu anajaribu sana wakati mwingine. Akitoka haijalisha anaenda kupata kazi ama haendi kupata kazi, kwa sababu hiyo sio yangu. Hiyo sio kazi yangu. Kazi yangu ni niombe, niambie Mungu ndio huyo anatoka mtangulie. Kazi yangu sijui kama sitaki kujua atapata wapi kazi, kwa sababu hiyo ni kazi ya Mungu. By the shida na sisi wanadamu, tunajiekelea kazi ya Mungu, tunajiwekelea. Unapata umebeba kimzigo kikubwa na Mungu mwenyewe alishasema leteni mizigo zenu nami nitawapumzisha. Lakini unapata wewe mama by then nilikuwa na tabia. Ile tabia ya ni mzee ndiye inafaa alipe rent, ama ni mzee ndiye inafaa alete chakula. Lakini utapata nimejiekelea hadi saa zingine ananiambia gai, kwani wewe ndio mwanaume ama ni bibi? Niko lakini I think ni kwa scared, unaomba lacking peace, because pia una feel that okay, this vitu ni faith. Because sometimes for me I would just believe that me I have God, mimi niko na Mungu na atafanya. Lakini unakuta maybe mke wako imani inatikisika. Ndio maana tunajaribu kueleza hivi, ibada njema inaanzia nyumbani. Mume wako kama hajui kuomba, mjenge katika maombi. Kuwa msingi wake wa maombi. Mke wako kama hajui kuomba, kuwa msingi wake katika maombi. Ni wanaume wangapi unaweza shika bibi yako umwambie I'm to win today. As you get out of this house, wacha Mungu akakuongoze.
You will lead wherever you go. Na miguu yako na itangazia ushindi kila mahali popote inakanyaga. Yes. And this utakuta sasa mke wako hata kimbilia pastor amwekelee mkono. Mume wako hata kimbilia bishop amwekelee mkono. Kwa sababu nyumbani kuna ibada. Already kuna ibada ilishaanza kitambo. Sasa unapata okay, life tunasema life ni rahisi ama life inaenda nywee? Hapana. Kuna vile kuna lazima tu mapito ikue. Hakuna mwanadamu akosi kupata changamoto hapo katikati. Na kama familia ama kama ndoa, hiyo ni vitu ziko. Lazima watu mkwasane, lazima watu mkorofishane kidogo. Lakini haimaanishi kwa sababu mnakosa kuelewana atubebe vitu uende kwenu. Sio vizuri. Kwa sababu gani? Wewe ndio mfano. Wewe ndio mfano mahali pale. Wewe ndio mfano kwenye mahali ambapo unahudumu kanisani wapi. Wewe ndio mfano. Wewe ndio kusema tu kweli, mita kunianza kwenda makanisa, sijaona bibi ya pastor amebeba suitcase anarudi kwao. Ni ngumu. Those people wanabeba mizigo kubwa. Unapata wewe unampelekea yako na yake hana mtu wa kupelekea. Because anajaribu kuprotect hiyo church, anajaribu, na unajua watu wanaona ni church ni mjengo tu hizo, hapana. Anajaribu kuprotect house yake, nyumba yake, ibada yake, mume wake, kila mtu wa familia. Sasa anajaribu kujiekea hiyo muziki hapo chini. Na niko sure ingekuwa ni mwingine anasema kwa kina ndoa hapana. Na mimi nashukuru Mungu sana. Mungu anapatianga uchungaji yule mtu ambaye anafaa, sio yule mtu atasema mimi kwa kina ndoa hapana. Wanawake mimi nashukuru sana mama pastors. Hao watu wanavumilia, hao watu wanatubebea mizigo zetu na bado wanajibebea zao. Na hawezi ambia mtu. Lakini tu wangekuwa nasema kwa kina ndoa hapana, niko sure hata angeikutana na mtu kama mtumishi wa Mungu. Sababu ni kuelewa umuhimu wa ibada. Kitambo ulikuwa unakuta mimi nimeshare na zile familia that kuna tu kandizi kako tu mahali. Nyinyi hamkulangi. Kuna tu kakuku kako mahali, nyinyi mjawahi kula. Kuna tu kama mayai kaliyeko mahali, hamjawahi kula. Lakini pastor akikuja atachinjiwa. Now sisemi pastor ni mbaya. Nasema hivi, kuna yule mtu amekosa kuelewa ibada njema inaanzia nyumbani. Before pastor akuja kule kale kama yai unakuanga umeficha. Mzee akule, bibi yako akule, mtoto akule. Ibada inaanzia nyumbani. Si ati unaficha chini ya kabati ati ni sani ya pastor. Mimi nikipata umeweka sani ya pastor wallahi sasa sijui. Okay, kivyangu kama mimi mama wa hii nyumba siwezi. Unaona ile sani mnasemanga ati ni wageni, acha mtoto akulia hapo. Huyo mtoto ndio sababu Mungu amenipatia. Kwani alikuwa pastor ndio Mungu alifanya nipewe hiyo sani mzuri na atineka chini ya kabati. Ati ni ya pastor hapana. Hizi vitu by the way make sense. Unaacha mume wako amekunywa strong tea asubuhi. Ati pastor anakuja unakimbilia maziwa ya 50. Ndio maana hapana. Ndio maana wanaume wengi wanachukia pastor because they feel that these people are taking their space. But pia makosa si ya wanaume ama ya mapasta. Unakutanga labda makosa ni ya mama. Mama anafaa ajue mimi napenda mtu ambaye anapenda kukaa karibu na Mungu. Si utengeneze huyu mwanaume. Anza kumfundisha kusoma Biblia. Kuna mtu ashaniambia kama unatamani mwanafunzi nunulia bibi yako uniform. Badala ya kushinda ukipatia pasta tule tumayai. Badala ya kushinda ukispend time mingi sana tulikuwa tunashughulikia watu kule. Shughulikia mume wako na umtengeneze akue kama hawa watu ulikuwa unashughulikia. Hata wewe ukue proud. By the way, please ladies, wanawake wenzangu, please tuache kukua hivyo. Mnataka kile kitu ambacho kilishatengenezwa na mtu mwingine. Hiyo I make sense. By the way, mimi hata nikipata unachukua bwana wenyewe na alikuwa mchafu akatengenezwa na huyo mwanamke, mimi naanza kukulaani. Although sina power kukulaani, lakini ndaambia Mungu, huyu mtu simwache hivyo. Just imagine mtu alikuwa mlevi. Huyu mwanamke amemuokota, amemsafisha, amemweka vizuri. Ameanza kung'aa, nyota imeanza kutokea, alafu unakuja unajipitisha mbele ati huyo mke wako sio mzuri, wewe ndio mzuri, una nini mzuri wewe? Ungepewa akiwa mchafu ungeng'arisha.
Ungepewa akiwa mchafu, ungetulia, ungekuwa na utulivu wa kungoja akuwe mtu mwenye unastaka. Lakini unapata siku hizi akiwa na wake, by the amfanyi poa. Acha tu mimi niwaambie leo. Amfanyi poa, na naomba Mungu hiyo kitu isiainiingia. Ulipata kitu kilishatengenezwa. Wewe unataka kwenda kukichukua. Halafu unasema side chick. Side chick. Kwenda huruma. Side chick kwenda huruma. Respect. Hadi respect tu. Kuna mwingine aliniambianga ati mimi ni side chick, lakini ikifika huyu mtu ameenda kwa jamaa, kwa bibi yake, sifatishangi simu. Kwa sababu nataka peace ikuwe katikati yao, ndio huyo mwanamke aendelee kumuombea, ndio mimi niendelee kukula hapo. Nikiharibu ndakula kutoka wapi? Na maombi ya ule ndio inasaidia. So please be careful side chicks. Nyumbani kukiwa na peace kuna baraka. Yeah. Na once kuna baraka, watu wakishabarikiwa inamaanisha kuna upendo wa Mungu. So that's why narudi tu hapa kukuambia ibada njema, yale mambo mazuri, vitu vizuri, lazima kukuwe na ibada katikati ya mume na mke. Tunaamini Mungu mmoja, tunaamini njia moja ya Ukristo, tunaamini Biblia moja, tunaamini kitu kimoja. Kwa maana mimi nikiwa mlevi na mke wangu anaendanga kanisa, tutakosana. Na tutakosana kwa nini? Nini unashindanga ukienda kushinda kwa makanisa? Na mke naye anajiuliza, sasa mimi nitashinda naye hapa, ni mlevi na mimi nataka kutafuta Mungu. And then kuna kitu tunapendea Mungu mmoja tu. Huyu Mungu ni wa huruma. Unaona huyu Mungu? Huyu Mungu haachangi mtu wake ateseke. Kwa nini niseme hivyo? Huyu mwanaume anaweza kuwa ni malaya. Huyo mwanaume anaweza kuwa ni mtu ambaye astahili mbele za Mungu ama mbele yako. Lakini you can imagine Mungu atamprotect just because of you. Mwenye unaomba kama mke wake. Mungu atamprotect hata magonjwa atapata. Yaani atakumtenga tu kwa ajili yako. Na wanaume acha na hivi niwaambie, please. Msikuwe mnabeba wanawake mmacha kwa nyumba kama takataka. Kwa sababu gani? Huyu mwanamke anapiga magoti kwa ajili yako. Na wewe niko sure mali umeenda huko kwa mpango wa kando. So unapata huyu mwanamke anakuombea, unapata Mungu anakuprotect kwa mali huko. Na wewe mjinga unakuja kwa nyumba unaona ni kama sio kitu inafaa. Hiyo hapo Mungu anaanza kukasirika. Na that's why unapatanga hadi wengine Mungu anaondoa. Na si ati anaondoa kwa sababu wametaka waondolewe, kwa sababu Mungu anajaribu kuprotect kitu yake. Mungu anapenda mtu ambaye ako ready kumpenda. Mtu ambaye Mungu mwenyewe anachagua kupenda, hakuna kitu inaweza ingia kati. Hata maugonjwa, hata ukue msharati aje. Mungu haizi allow because anajua ni chombo changu na mimi naendelea kukitengeneza. So ibada njema ikianzia nyumbani, mapepo hata zitatoroka huko nje. Mapepo zitaogopa hata kuingia karibu kwa mlango. Lakini msiniambie ati wewe ni pastor umechapa bibi yako kofi asubuhi, unakuja kwa madhabahu ati hey Holy Spirit we welcome you. Una welcome nani? A family that prays together is a family that wins together. Yes. So tukiendelea kuombeana pamoja, nikiendelea kujua kwamba mimi nina madhaifu fulani, mke wangu ana madhaifu fulani, Mungu nipe hekima, nipe uwezo tuishi na haya madhaifu yasiinuke kuliko upendo wako. Then kila mmoja akae kwa imani na kuaminiana. Kuaminiana na to maintain ibada nyumbani. Amka asubuhi, wewe mama, shika tu mume wako mkono, mtamkie maneno mazuri, maneno ya baraka. Mtamkie tu maneno mazuri. Mke wako anatoka labda asubuhi, labda anatokanga hata mbele yako akienda kazini, si umshike mkono, wewe mama, enda fanikiwa, enda angaza. Wow. Because usipofanya hivyo, mwingine atafanya hivyo, na hiyo ibada haitakuwa nyumbani, itakuwa kanisani, na utaanza kuchukia kanisa sababu mtu either your partner anachukua a lot of time. Ushisikia hata mwanamke anateta, bibi bwanangu naye kila saa tu church, kila saa church. By the way, it makes sense. Kama mwanaume, before you go to your church, angalia bibi amekula.
watoto wameoga, wamekuwa na wamekula. Ai, Mungu anafurahia familia kama hiyo sana. Lakini usiniambia tumeshinda church kutoka asubuhi mpaka 6. Ati Mungu ulikuwa unaomba, bibi ameshinda njaa, bibi amekauka mdomo. Alafu una expect baraka zikufuate popote unaenda, zikitoka wapi? Acha nikwambie, wanawake wanapenda kutamka mambo mazuri wakiwa wameshiba. Mwanamke akiwa njaa mwanamke akiwa njaa, huyo mtu hata afikiriange kuomba, lakini akiona zinakuja, pesa zinaingia, huyo mwanamke anapata nguvu. Sasa mali wanaume wanafelia ni hapa. Unapata alipata pesa, akasahau kurudi nyuma, aone bibi nyumbani. Na that's why unafika tu kwa club, zinaenda tu hivi, zinazungukia tu hapo zimeisha. Kwa sababu asijatangulia mali palikuwa panafasi tangulia. Kwa sababu hapo ndio ujue kama hii nyumba yetu vile iko hivi, inaweza kuwa ni ndogo, inaweza kuwa ya pesa kidogo, inaweza kuwa inakaa fanya haina vitu, lakini already ni kanisa yetu. Foundation. Already ni mali petu pa kufanya ibada. Kabla tuende kwa pastor wetu, already tunaanzia hapa kwa nyumba. Tunaanzia hapa kwetu. Anything that starts here na to maintain na hapa ita last. Just when amesema if tuta maintain prayer, to maintain prayer na Mungu atubariki na hizo pesa tupeleke klabu, hazitadumu. Because mahali umeipata i-maintainie hapo, and you believe in God, na mtengeneze ile ibada ya familia, na mseme kwa hii ibada sisi tunaomba Mungu na afanye. Always ibada ya familia inafaa kuendelea kushukuru Mungu, mkisema Mungu tuliomba kama familia, umetenda. Mungu anaonanga hawa watu ni kweli, hata bila kanisa, hata bila bishop, hata bila mama kanisa, these people can stand and be a good example for their kids and for another generation. Because ibada yao inaanzia nyumbani na inadumu. Na najua kuna ule mtu anajiuliza, hey, kwani nyinyi ni malaika? Kwani nyinyi mko perfect aje? My friend, we are not perfect. Unaona hizi vitu tunakwambia, ni vitu tumelani hata I think hata 1 year haijaisha. Na tunazilani pole. Tumefight, tukalani. Tumekasirikiana, tukalani. Tumekosana, tukalani. Sasa wewe ukijiambia tunajifanya ati wao wanajifanya wanatufunza, sisi ni watu wazima tumekaa kwa marriage for long than them. Acha nikwambie, Mungu anaomba na kila mtu na reason. Unaweza pata mimi mtoto mdogo, wewe ni mtu waite mimi niko 20 something bado, sijakata. Lakini upende usipende hapo kubali ukatae, kuna kitu naweza kuambia kama huyo mtu wa 20s na ukiwa 50s. Sasa hii mambo mnafanyanga hii, kila kitu ni ya pastor, mpaka mna mshahara yote mkipata, mnaenda mnarusha kanisani, hamjafanyia bibi shopping, hamjapanga nyumba yenu, nyinyi ndio wale mmekimbia kanisani. Ati ni fungu la 10 leo tunapeleka. Simpange nyumbani kwenu kwanza. Alafu sasa hizo zenye zitabaki, simwenda hata mpatiane zote kwa madhabahu. Madhabahu ni mzuri. Ukitoa sacrifice hivyo, ukitoa dhabihu yako, ukitoa hiyo fungu la 10 yako, bado kuna milango zinafunguliwa. Lakini hakuna milango inafunguliwa vizuri kama amani yako nyumba. Kama amani iko kwako nyumbani. Amani iko kwako nyumbani, hiyo sadaka tukipeleka kwa madhabahu inapenya ikifungua milango zingine kubwa. So big vile naamini kuna kulingana vile nimelelewa. Sisi ndio tumelelewa ushago na zile makanisa za ushago, Sunday school nini. Tumepreachiwa vitu mob, tumefunzwa vitu mob. By the way, kusema tu kweli, mimi mali nimepreachiwa sana ni ushago, sio town. Na neno nimeshika sana ni ushago, hata sio town. Kwa sababu ushago ndio kuna mama kuna tule tutabia tu kuweka kikombe ya pasta. Lakini hao watu wako na upendo. Upendo before upelekee pasta kitu kanisani, jirani ameonja. Before upelekee jirani kwa pasta kwa madhabahu, mahindi imepangwa kwa store. Wakisema wakijambianga mwezi fulani hatutakuwa na mahindi, hii tumeweka kwa ajili ya hiyo wakati ikifika. Alafu sasa inabaki ndio utapelekea pasta. Lakini watu wa town mtu anapata hata mshahara hata 50,000. Lakini ameweka bibi kwa kasigoro, amekamfinyiria hapo.
Si mbaya kuweka bibi kwa single room, lakini unajua kuna vile unaweza weka bibi kwa single room uone kanyumba kanakaa smart, mtu ako na peace. Peace ndio maana by the way. Hata achana hiyo nyumba, peace. Let's say unajipanga. It's okay. Tunaweza sema unajipanga. But also kuna hii kitu, God loves a cheerful giver. Who is a cheerful giver? A cheerful giver ni mtu jamii yake kwanza imeshiba. Ila hata wakipeana wameshiba, wamekula vizuri. Wameshiba. Usiniambie Mungu apendi mabaki. Hapana. Shiba kwanza. Familia yako ishibe kwanza. Then utoe. Unless unatoa sacrifice. Lakini mambo mengine, sadaka, kanisani, nini. Be a cheerful giver. Mpeanaji mwenye kwanza yeye mwenyewe ametulia. In that hata Mungu akiangalia anaona hii kitu ni genuine. Familia iko na uzima, mtoto amekula, amelala, ameenda shule. Now ameniletea. Mungu ataendelea kubariki zaidi na zaidi na zaidi, sababu anaona hekima, anaona wewe ni mtu una respect mahali pako penye unatoka, una respect foundation yako, na foundation yako ni familia yako. Another thing, if there's anything that unlocks opportunities kwa ndoa, ni vitu mbili: peace and prayer. Peace and prayer. No matter what you do, whether there is food, whether there is money or not, peace and prayer. Peace and prayer. Ibada njema inaanzia nyumbani, si kanisani. Ibada njema inaanzia nyumbani. Na kama wewe ni mhubiri pia elewa hii, ibada njema inaanzia nyumbani. Kanisani mtangulize mke wako. Kanisani mke wako ndiye anakubebea kikapu, anakubebea tu maji. Sio msichana mwingine akuja anipatie tu na mke wangu wako hapo. It does not make sense. By that makes sense. Inakosesha ile hekima yako kama mhubiri. Hii kitu inaniumiza sana. Unapata yani mpaka hadi unapata bibi ya pastor mwenye anabeba miziko za washirika na miziko ya pastor hadi ana say because other ladies walikuja wakatake over. Na hao ndio kusema wakatake over, au ndio kutafutia pastor maji ya kunywa na mke yako. Okay, mimi kivyangu prefer hata kama siku moja mume wangu atakuwa mchungaji, kama mnanisikia, mtu asiyembebea maji, mtu asiyembebea Biblia. True. Mimi ni wa nini? True. Na ndio vile nilianzia tu nyumbani kumuoshea nguo zake. True. Acha nifanye mambo ya kanisani. Msaidizi. Na hii kitu ya kusemanga ndio mama kuitwa mama sio mbaya, lakini usiitwe mama ukasahau wewe ni bibi ya pastor, wewe ni bibi ya wenyewe, wewe ni huyo mwenye anahudumu hapo ni mume wako, muangalie tu. Unatu vile unaangalia katoto kanisani kakienda unakachungulia, kakitaka hiyo unakapatia, hata pastor iko akitaka hata chifu. Mpelekee kwa madhabahu mwenyewe. Sio unaita ashati. Ati peleka kitamba. Make sure your wife is respected to the same measures as you are respected, because hata in most of the time yeye ndiye amekuombea ukasimama na hiyo ibada. Imagine. Yeye ndiye amefua shati, yeye ndiye amekupikia ukapata nguvu ya kuhubiria hawa shirika. So she should be your priority. She should be, anafaa kutangulizwa katika kila kitu. Sio kwamba ati sasa mwanamke azidishiwe sana mamlaka hivyo kuharibu, lakini nasema je, mwanamke heshimiwe pia. Ibada njema, malipako pa hapo kwa malipako hudumu, mke wako aheshimiwe. Sijui kama mna understand hii kitu, mwanamke akipendwa vile ubievu. Si ati anaanza utoto. Unajua nilisikia mwingine akisema akipendwa sana anaanza utoto. Mwenye anaanza utoto ni mtu wako amekoma, ama kupitia hiyo stage ya adolescence. Lakini wenye tulipitia hapo kwa hizo classes zote, tukakuwa na boyfriend mpaka tukaamua kuja kurelax kwa ndoa, kutulia kwa ndoa. Tukaamua kubeba ndoa zetu mikononi. Hatuna hiyo. Sasa usisema ati wakipendwa sana wanakuwa watoto. Mwanamke aliumbwa kupendwa. Alafu unajua siku hizi nashtuka sana ati mwanamke na wanawake siku hizi wanasema ati sisi pia tuko tu yenye mwanamume anaweza fanya pia sisi tunaweza fanya. Nani alikudanganya? I'll be so funny. Naweza kuambia wewe acha ninyamaze. God have mercy on me. God have mercy on me. Hakuna kitu yenye mwanaume anaweza fanya yeye mwanamke unaweza fanya. Uongo. Endesha mkokoteni bila shati. Mwanamke endesha mkokoteni bila shati.
a man ni mtu amepewa priority hata na Mungu. Yeah, alafu Mungu. Kitu nimekuja kurealize, na hata naweza sema mbele ya mume wangu. Kitu nimekuja kurealize na marriages. Respect na kusikizana. Respect your husband and then msikize. By then hiyo ilikuwa kitu ngumu sana kwangu kulani. Kwa sababu unapata sisi wanawake hatukosangi jibu. Unapata amekwambia kitu umeshamrushia na unamrushia ukifikiria ushamrudishia, unafikiria umemrudishia na uzuri, kumbe ni ubada. Umerudisha ikiwa kitu inamuumiza. Sasa wanawake tuheshimu tu hizo marriages. Tumaintain ibada nyumbani. Imagine tu mtu Mungu amekupatia uanze kusema kwa kina ndoa. Alafu kuna huyu mwanadada mmoja anashinda kusema kwa kina ndoa mimi hapana, na ako huko bado. Sasa wewe mjinga, unafikiria kwa kina ndoa yenyewe hapana, lakini mimi anasema kwa kina ndoa mimi sirudi. Huyo mtu ameshikilia ndoa yake kwanza, anaiombea usiku na mchana. Yeah. The same way tunanyenyekeaga pale kanisani. The same unasema ndugu, Bwana Yesu asifiwe. Tunyenyekevu kwa wake zetu, tunyenyekevu kwa waume zetu. Kama utapretend hivyo kanisani na nyumbani ukifika wewe ni chui ama wewe ni fisi ama wewe ni simba, hatusaidii. Na kuna mtu aliniambia kitu. Kama unaenda mbinguni, mtu wa kwanza kujua ni mke wako. Akiulizwa huyu akikufa tena mbinguni, aseme huyu. Wacha tu. So inakuonyesha hapo ndipo na shida mahali. Na hapo ukirekebisha hapo nyumbani hautakuwa na kazi hata kule kanisani. Vitu zitenda nyumbani. So ibada njema huanzia nyumbani. Yale mambo ambayo tunafanya mazuri kanisani, kwanza tuanzie nyumbani. Ile sadaka tunapenda kubwa huko kanisani, kwanza tulishe watoto wetu washibe na wavae vizuri. Yeah. Alafu hata tukienda nao kupelekea Mungu sadaka, hata Mungu anafurahia, anacheka mali yako, anasema enyewe hawa watu wanajielewa na wanaipenda. Kitu kingine, heshima. Ile unapenda kwa madhabahu, unainamia mchungaji. Huyo mchungaji si mume wako. Inamia mume wako before uinamie mchungaji. Yeah.